Miparachichi ni zao la dhamana ambalo linaweza kukuletea pesa nyingi, lakini lazima liwe la ubora wa hali ya juu. Kutoka Kapi Limited, watengenezaji wa viuadudu bora vya asili na bei nafuu, tuko naye Karisa Makini. Yuko hapa kumsaidia mkulima wetu kupata matokeo bora zaidi kutokana na zao lake la parachichi. Parachichi zako umezipanda kwa muda gani? Miaka 4 iliyopita. Tunapata ya kukula, lakini kwa biashara sio nzuri vile. Changamoto kubwa sana na parachichi zako ni nini? Matawi huwa yanamwagika na matunda hayakomai. Haya basi, Bwana Karisa. Naam. Umesikia hizo changamoto? Naam. Kuna zingine ambazo umeona ambazo unaweza ongezea na hizo? Hizo alizosema ndio naona ni changamoto ambazo zimekumba sana, na nimeweza kutambua kuwa kuna mdudu anayeshambulia parachichi. Mdudu huyu anajiita Passia mite. Passia mite. Passia mite chimbuko lake ni kule Mexico. Na hiyo ni miaka 1975. Kutokea Mexico ikaja Afrika kupitia mlango wa Morocco hapa. Na huo ni mwaka wa 2019. Amekuwa kisafiri. Anasafiri huyu bila nauli. Baada ya Morocco amepatikana Kenya. Ilikuwa ni mwaka 2023. Ukiangalia vizuri ni jambo geni sana kwa wakulima wengi wa mparachichi. Helen, yes. Ushawahi kusikia kuhusu Passia mite? Sijaisikia huyo mdudu. Unasema lazima umjue adui kabla umwandame. Taga mayai vipi, akaa wapi, ndiposa tutaweza kumkabili kikamilifu. Sasa mkulima wetu Helen, ili kuweza kumtambua huu mdudu ataangalia wapi ama atafanya nini? Watizama tawi lako. Kwa hivyo ukiangalia sehemu ya juu waweza kuona miviringo meusi. Ukipendua jani hilo, sehemu ya chini kuna hayo mabato meusi. Utaweza kuona pia alama nyingine nyeupe. Kwa kizungu wanasema ni web. Kwa hivyo hapo ndio mdudu huyo anajificha, ameamua kupiga kambi kabisa. Sasa ukishaona hivi ndiposa unajua hapa nishavamiwa. Umeona hizi dalili katika matunda yako? Nimeona. Hebu tuelezee athari zake katika mtunda wa parachichi. Katika mparachichi tunafahamu kuwa ni jani ambalo latengeneza chakula kwa mmea. Sawa? Kwa hivyo mdudu huyu akifyonza jani, matawi yote utapoteza kwenye mmea. Kwa hivyo tukipoteza majani katika mmea, tumepoteza chakula. Vile vile tumepoteza mazao. Ona. Manake sasa ushambulizi ukiwa mwingi, vile vile utapoteza mazao. Kwa hivyo hiyo ni hatari kubwa sana. Helen, yes. Wakati unapoona matunda yako yameshambuliwa na mdudu yoyote, unafanya nini? Nanunua tu kemikali na zinyunyushia. Zao lako ni chakula. Kwa hivyo unahitaji dawa ambayo inaenda sambamba na vyakula, si dawa yote. Kwa hivyo sisi upande wetu kama Kapi tuna dawa kiboko kabisa kwa ajili ya Passia mite. Dawa hii tunaitambua kwa jina Agripest. Agripest. Na kwa nini mkulima atumie hii bidhaa? Licha kuwa organic, inafanya kazi kwa hali ya juu sana. Na tunasema ni viwango vya juu, 90% kwenda mbele. Mradi tu upige dawa vizuri. Tumia mililita 3 za Agripest kwenye lita 1 ya maji au mililita 60 kwenye lita 20 za maji. Agripest ina kiwango cha mafanikio cha zaidi ya 90% katika kuondoa mchwa wa Passia. Na wakati wa kunyunyizia atalenga sehemu gani ya mmea? Hakikisha umenyunyiza kikamilifu sehemu ya chini ya jani lako. Manake huko ndio sehemu wadudu hao wa Passia mite wanapiga kambi. Kutumia hii bidhaa una manufaa, haisalishi chembe za dawa baada ya masaa 24. Kwa kimombo tunasema zero residue. So utapiga leo, baada ya masaa 24 haitaonekana katika zao lako. Kwa hivyo ukipeleka sokoni itakuwa ni bora zaidi kwa watumizi. Wakati ulipokuwa ukinyunyizia parachichi zako, ulikuwa unasubiri muda gani ili upeleke matunda kwa soko? Kwa siku 21 hadi 28. Kwa hivyo wakati huo wote hakukuwa na biashara? Hakuna. Kila kitu imesimama? Na sasa umesikia ni masaa mangapi? 24. Umepunguziwa muda? Nimepunguziwa kabisa. Kwa hivyo soko tele? Soko tele. Kingine, wakati unatumia dawa hii
ambayo imepewa vyeti ambavyo vinairuhusu kuuza nchi za nje. Inaitwa EcoCert. EcoCert. Kwa hivyo mkulima wetu anapotumia hii dawa inamfungulia soko za nje, na kuuza soko za nje basi si ndio faida. Soko lako liko wapi kwa sasa? Lilikuwa kwa familia yangu na majirani. Majirani. Lakini sasa utapeleka ng'ambo? Nitapeleka ng'ambo. Haya. Jambo lingine la pili ni kuwa dawa hii imethibitishwa pia na shirika la East Africa ambalo linaitwa Kilimo Hai. Unaweza katika masoko ya East Africa. Itanisaidia kabisa. Haya basi uliza swali. Kwa shamba langu nimechanganya matunda na vegetables. Ninaweza nyunyuzia hii dawa. Dawa hii ina ruhusa ya kutumika pia katika mboga za nyumbani. Kwa hivyo ni dawa ambayo tunasema ni broad spectrum. Waweza kuitumia katika parachichi wako na vile vile katika mboga zako. Unapotumia dawa moja kudhibiti wadudu mbalimbali ama katika mimea tofauti tofauti, inakusaidia wewe kuepukana na gharama nyingi za kutumia madawa mengi.